And gentlemen, welcome to the second podcast. Kama deni yako sikatai na niko Mombasa. Deni yako ni ananionyesha kwa simu yake ameka profile ya deni fulani. Nataka tu mu reflect kwa hiyo. Wewe niambie, wewe enda ufikirie kama ingekuwa ungefanya nini? Hatuwezi endea shafanyika. Mimi ni tasa enda sidhani. Ya beza ito. Wengine tulisoma shule. Watu jua hata Mungu hawataki wanaenda. Camera rolling. Gone. Umesikia kinyumba unasema? Ati camera rolling. Tunasema rolling. So nduthi, leo kama nduthi. Uwezi elewa. Mimi disco ni muona hivi. Jamaa amekamna nduthi ni baridi. Ni baridi. Sijui kama notice. Sasa kuna baridi nyingine. Inaitwa weather for two. Sasa mnataka kunienjoy nini? So sema hapo tuletewe kinywaji basi hivi. Hapana, kinywaji. Wataka kuletewa maji na baridi. Hebu tusaidie acha tulete. Hata uji. Uji. Ujezi elewa. Unajua wewe mwenyewe unalanga piki yako kama slash. Kama unajua Arjuna alisema kama silasha. Silasha. But kuna baridi lakini karibuni guys to the Take On podcast, lakini ni 3 Musketeers part episode 3 yeah, part 3. Na tunaenda umeona venye inasonga. Juzi tu ndo tulikuwa tunaongelea kuhusu demi ya Manu na Manu akana demi ya Muna. guys breaking news. Come on, mnataka kuweka di graphic ya breaking news. Manu akana ndio picha yake. We una picha yake? Hamna picha yake akiwa hivi. Hakuna picha. Picha yake ina run hapa kwa screen, siko unaiona? Ina run aje? Lakini iko invisible. Unaweza sema hivyo tu zile goggles. Maybe yeah. Tumia zile goggles zile zenye zina only for the few. By the way, kuna nini fulani sijui thought yenyewe ni gani. Kuna nini fulani niliona online. Kuna ni for example, lakini msichukue ni kama ni for example. Hata nitumie example na Haaland. Tuseme Haaland ameoa, si ndo? Sawa. Haaland ameoa na hivi karibuni, lakini anaoa. Akana bibi. Ama tuseme nataka opinion zenyu. So tuseme ni Haaland. Na hata unaona venye kwa simu sahi. Unaona ni mipango nini marurashio ni. Wewe unafanya hii podcast na kavipa. Tupe hiyo simu yako huko. Yezi kwa tunaongea vitu important. Azi anapanga rurashio. Rurashio gani? Na bado hata haja propose. Naweza propose mstuke. Haya goja, tuseme ni siku ile yenye ulikuwa unafanya prank. Hapo tuulize swali. Unajua Muna lazima make sure me get point. So point yangu ilikuwa tuseme director pale Mato akana wife. Chakuna wife. Ana huyu anatoa wapi? Sana kuna watu wa kutumia kama example. Tafuta mtu mwingine wa kutumia hiyo example. Ama ajitumie kama example. Nataka kila mtu apeane opinion yake. That's why sitaki. Tumia example ya mtu ayuko hapa basi. Aseme Maro sasa. Maro iko sawa. Maro iko sawa. Naeleweka. Yuko sawa. Yeye ameoa in fact. Si Maro ameoa. Nafu wakana watoto wawili. Mmoja. Atuseme wawili. Sawa. Wawili. Sasa Maro, unajua Maro sasa ameoa. Alafu unapata sasa Maro akana mpango waka. Mpango waka. Ni example. Unasema ukweli. We. Ni example. Mwingine. That's why nilikuwa nakwambia utumie msemo yeye. Example, sijasema ni ukweli. Inakaa ukweli. Hapo sasa unaona Marwa kana mpango wa kando. Soja tu zile mambo za mpango nini mchezo. Mpango wa kando akasema sasa ataingiza Marwa box amdanganye. Akana ball. Sasa Marwa mpango wa kando anakuja na mwambia by the babe, sijakuwa nikiona periods. Hala. Unanipata? Nakupata. Atakuja mwambia sijakuwa nikiona periods zangu, nimekuwa nikimiss. So Maro asipale amechanganikiwa akaenda sasa kuambia wife yake. By the way, nimekuwa na mpango wa kando na sijakuwa na kuna venye inaitwa mke mwenza. Kuna venye kamtoika na kam.
lakini sasa ukapata saa bibi ya Marwa pia na yeye anajua Marwa azinawezi aizalisha juu watoto wawili si wake na hezi taka kumwambia. So kwa hiyo situation unaweza muadvise aje amwambia ukweli ama kanyagia. Unajua akimwambia ukweli inamaanisha atalea mtoto mwenye si wake si wake juu hata ule mpango wakaona alifanya tu kumng'ora egu ukweli. So hapo kama wewe kama ungo kwa bibi ya Maro ungefanya atumini bibi ya Maro unaweza advise haja Neza fanya aje kwa hiyo situation. Mimi ni advise Maro sasa. Bibi yake sasa bibi yake sana anajua ukweli, anajua jamaa. Hiyo mimi niko very sure anajua husband wake aizalisha. Juu hata watoto wenyewe tukaa nao si wake. So anajua ule mpango wako amemng'ora. Amemdanganya tu. So wewe unaweza kanyagia umgombanishe ina umwambie by the nini ama umwambie ukweli by the ni uongo. Unajua hata watoto huyo bibi alikuwa anajua kwanza kuna mpango wa kando, hakuwa anajua. Sasa si hapo ndio ngori iko sasa. Like Maro unaweza confrontaje hiyo situation? Sasa mimi ni kama nijeke kwa hiyo situation ya bibi ya I think Munando ange lakini hapo si sasa si mimi hata nilifikiria ni kali. Lakini ingekuwa mimi for me the best thing ni tweet Maro tumuulize. Jamaica tumuite hapa tumuulize kama ni ukweli. Example. Lakini una serious unajua jamaa na kuangalia ujinga. Hadi vitu serious anaweka tu ujinga. Yaani hadi example. Lakini unaona Maro hapo. Lakini mimi unaona mimi wewe kama bibi ya Maro sasa. Mimi example yani. Unajua mimi naweza advise aje. Mimi naweza advise aje huo wife. Ndio usivuje ndoa amconfront ile yenye ni kama mbona umenicheat ni nini. Asinamwambia ukweli. Umechitiana. Maro ajui. Sasa yako ni wasi watu wawili. Sasa unajua amelewa hakuna haja aongeze tena watatu. Maro ajui. Yeah. Mara ajui watoto wenye wamekuwa kilea si wake. Kai. Another guy. Anadhani watoto ni wake. Na kumbe bibi yake anajua Marwa aizalisha. Sasa si amwambie tu ukweli. Akimwambia ukweli unaona hapa si ndoa itaisha. Ndoa itaisha tu. Hiyo ndio ita stand kweli. Lakini mimi naona sasa ndoa iishe. Eri aende amwambie, amconfront, asimwambie ukweli, aende amgombanisha kwa nini amemcheat. Like asimwambie, aseme ukweli ati hata asimwambie mtoto ni wake, juu hata anajua hata mtoto wa panga wa kando sio. Mimi naambia demo akubali tu matokeo. Kwa sababu at the end of the day nyi wote si ati mko ina safe. Ukisema hivi ni hivyo. Hawezi chomea yule mwingine. Lakini hawezi chomeana ati mgomanishane. Hiyo unaweza ambia Marwa, hiyo mu self esteem. Unajua kuna kitu mbaya kujuambiwe watoto si wako na wamekisha kwa wakubwa. Unajua pia ita affect hadi watu hii. So unaangalianga tu and outcome in all aspects. Kama ni Marwa, kama ni watu hii, kama ni bibi. Unaweza date demo kuna mtoi? It depends. Ina depend. Na age ya mtoi. Uwezi mtoto mwenye ako kama ni mtoto mdogo iko sawa, lakini mtoto mwenye hadi anajua babake. Mtoto anajua babake, hata uwezi mconvince. Uwezi mconvince yani. Huyo mtoto anajua babake, hata unajua kwa mind yake. But kama ni mtoi mdogo, toddler iko sawa. Azini katotoka kama ni bibi mwenyewe, let's say bwana yake alipass. Huyo hajapass ameachwa. Mbona? Mimi naweza. Juu sasa si huo baba atarudi. By that. Haizurudi. Shikilia. Unajua one thing about atarudi na pia huo baba atataka kuprove point. Wacha nikwambie sasa. Ndio tukana baba hapa. Wewe si ni baba ya mtu wewe.
wesi ni baba ya mimi mtu ni babako. wesi Mimi ni wewe babako. ni baba ya mtu. unamkana Wacha nikwambie kitu. Sasa ndesha kukwambia kitu moja ni ati unaona as long as dem ame get mtoi na mse mwingine hata waachane at the end of the day watarudiana. Nime experience vitu kama hizo mara 3. Ndio maana siko but mi kwangu mi sidhani kama dem wako na mtoi. At the end of the day baba mtoi akirudi watarudiana. Kuna venye dem anaweza maybe kama buda mtoi alidedi but if iko sawa. Kuna venye dem atakuwa na soft spot regardless of venye waliachana. Kuna venye tu najua kuna ile bond yao because of the child. So by the relationship itakuwa na shida but tuseme wapatana dem poa. Kwani muna alijendea maji? Kwani ni wasichana? Sasa wewe unakuwa na roho mbaya. Ndio maana hata kwako una duster. Iko personal hivyo. Iko personal. Ukana duster. Ukana duster. Sasa afadhali mimi leo na kifagio. Kins duster ni ile. Uko na duster ile jezi ya manyu. Si niko na hiyo ni duster. Ni duster. Love. Wewe ana kifagio, uko na kifagio? Acha tukue tu serious. Uko na kifagio. Wacha kifagio vikombe za maji. Mimi kenye najua uko nayo ni gas na microwave. Gas gani? Sulio na si nani alikuwa alikuwa anaambia Monica. Wapi? Alikuwa anamwambia kuja kwake aone microwave. Kenye najua uko nao ni kitanda mpya. Yaani umeingia hadi bedroom. Kwani unaishi wali bedroom? Yaani umepita seat ukaenda hadi bedroom. Beda hiyo ndio kitu yenye najua uko nao kitanda mpya. But mattress haitoshei. Kwani kununua mattress mpya? Bro nikuonyesha kitanda yangu. Tuonyeshe. Si uonyeshe. Tuonyeshe the big bed. Tutaweka hadi kwa. Si ndio nimesema uko na kitanda big ni mattress ndio itoshei. Hawa sio kitanda wajalipia advertisement. Ubo yako na kitanda kubwa lakini mattress. By the way for real. Unaona mattress yake? Ukiweka kwa kitanda ukiweka katikati Isedi na baki na space na isedi na baki. Unajua mimi nikinunuanga kitu nanunuanga unajua kuna ile yenye ukianzanga maisha wanasema usiende kununua kitanda ya mtu mmoja ni ya watu wawili. Ndio siku yenye utaoa hizo expenses utaka. Unaona hata ukinunua vitu kwani utaoa hiyo hakuna check. Unaona time yako ikifika utakuwa na stress ati niende ninunue kitanda niongeze. Sasa utagift ya kitanda kwa wedi. Kwa wedi ugift. Ushaona zile gift za vikombe. But me wedding yangu siko baya. Me wedding yangu kama unajua ati wamepanga hivi na vikombe. Na matamos. Sasa wengine tumekuja chai wewe, acha ujinga. Wala kitu maana. Watu wana giftiwa manini mafridge. Kuna mwingine watu wakunywa wamepanga tu line na vikombe na kuna mwingine nishaona. Wengine wanakuja na hizi vikapu za nini? Unajua kikapu bro, kikapu. Na zile lezo za kwanza zimeandikwa my wise words. Ai, usigile kina shosho. Kuna tu, unaona tu na huyo ndo amekula vibaya sana. Alafu unamwona say gift. Ati sisi kama familia. Unakumbuka zile vitamba za kitambo za kutandika kama maviti. Hizo unabaiwa dasan. Ati zile za sofa set. Watandikaga huko. Aki by the una realize ingio period ya kuletea tissue. Unashindwa like buda wewe. Shida yako azitu period ya gifting. Hiyo period ya gifting. Inakuanga wale tu mataito D. Ati my son in law yes keys. Yeah. Wengine wanaleta ushisimamia harusi. Alafu sasa unajua nyinyi wenye mmesimamia sasa ndio mnaambiwa mwende mlete gifts ni kuna lori kwa hapo imebeba fridge, sofa set, zinaekwa tu hapo. Alafu sasa kuna group nyingine unajua kuna wale wengine wanakuja na bahasha. Kuna wengine wanaweka matawi kwa bahasha alafu hiyo group ni ile group
itakuja sawa wakana spokesman wao kama sisi wanataka kwanza waingie wakidance wanaekewa wimbo na Wimbo. DJ. sisi tumetoka dhozoni na mimi ndio mzee wa hii familia na sisi kama familia tunataka kijana wetu bibi yako vikombe vikombe umeenda sana vikombe na sisi kama familia tumekaa tukaona mwanaume ni nini? Mwanaume ni chakula, si ndio? Na ndio maana tumeamua tukaleta hii mwiko. na afu unapata watu wanakujanga na basi moja ya shule wanakombanga unajua hiyo time ya wedding community from shags lakini watu wa shagoni wa maana kuna wedding nyingine nilisikia sijui naweza shika unaweza shika ina shida. Hello mambo sawa weka loudspeaker weka kwa mic uko poa lakini mapenzi wewe nilikuwa nafanya podcast. mwambie salimie viewers ni Monica. Ni Monica Sawa ulikuwa unataka Monica kuje podcast but sawa ina shida tusha roll sijui conversation imefikaje kwa wedding ni hiyo part tu ya gifting ndio imenibamba unajuanga ni kama uni gift kitu ya maana usikuje kwa harusi yangu na ndio nilisema ndafanya harusi ya watu kidogo ile design yenyewe na kuona na kujua sasa hivi umeniletea nini lakini unajua harusi yako wewe itakuwa zero budget harusi huja ama itakuwa zero budget EPN tutakupatia kamera Church Reva atakupatia location. Kama ni chakula Mwafrika yako. Atendeni mkule kwa Mwafrika. Any reception ko sorted. Wedding yenyewe ni rev ndo tonga. Huyu jamaa ko sorted. We zero. Kama nilimwambia kama anataka suti ataomba za Bilali. Hadi bas. Bilali alitumia la siku. Itakutosha kweli? Zero budget. Wewe usijaribu kutuweka kwa group WhatsApp. Lazima niweke. Ju ground ya wedding iko. Ground ya reception iko hapa chini. Chakula iko sorted. Mwafrika ziko zile za free. Na yeye mwenyewe anasema atafanya ile awase kiasi. So si ati wasosha. Tunaambia Mwafrika nikopisha ngiri ushago gani na shosho yake. Shosho yake anashtua hapa. Shosho yake kwa Nairobi. Wewe utakuwa na watu wenye wametoka ushago. Lazima wakue. Of course. Shosho yake kwa hapo. Lazima ende ushago la farudi. Shosho jamaa. Sasa rurasho atafanya wapi? Rurasho gani? Ujamaa afanye rurasho. Rurasho hata si demu yake si unajua sasa ukiwa watu mtu wa Nairobi, I think rurasho pia ni Nairobi. Ile introduction. Ile pre-wedding. Unaona ile introduction ya mama mzazi anabeba ngile kiondo, imebeba ka shopping, nafu kuna kwa na kabasha, ka 5000. Imetosha. Uko sote. Sasa kuna jamna. Bela kuna jamna. Sasa tufanye tu pre-wedding. But lakini pre-wedding ya nini kama wedding ni zero budget? Hata pre-wedding zero budget. Wanaishi tu. Pre-wedding pre-weddings ni ya pesa. Lakini mimi nagoja pre-wedding itakuwa ya pesa. Itakuwa ya nini? Itakuwa tu ya kukula. Na kuintroduce nini family. Wajue tu tatizo. Bila nilisikia kuna kama unaenda kutoa mahari, tuseme umeoa Mkamba, unatakuwa Mkamba. Azini nasikia nyinyi ndo mnaenda kupika. Sina kwaga hivyo. Nakwambia sema mtaenda kupika hiyo siku. By the wewe. Ndio sasa nimeshikanisha dots. Bro wewe utaenda kupika hiyo siku. Mimi niende kupika kwa ile mini bro yako, angalia huyu. Si ndugu yangu. Familia sasa unaona wewe, na mabeste zangu. Wewe sasa wewe utakuwa one of them. Wewe Manu na nani mwingine? Si best ni nini? Inakuwa family ndio upika. Na ni familia ya mwanaume. Ni sisi ndio sasa unapata kama anko yako, ule mzae. Achana sana na mzae wako. Ule first born wa anko yenu, baba mkubwa. Huo ndo anaenda kupika. Kuna kwa ile nyama special anaenda kuwakatia. Nabudu unajua hizi vitu. Ushafanya harusi? Nakwambia mimi. Umeenda hizo marurashio. Zinaitwa ngasia. Inaitwa ngasia. Na kuna nyingine inaitwa sijui ni madha. Ile nyesizi yangu alifanya. I think ni ngasia. Same. I think madha ni Kikuyu. So inalingana kuna ile wa Kikuyu ni rurashio.
lakini hakuna kitu poa kama hiyo. Unaona kitu moja kuna ingine nishaiendanga friends kuwa na mabest mi kama venye yako itakuja sime mimi ndasimama na wewe sound system ni mimi ati lakini sasa kuna wale watu kwa group ati chumvi kuna ule cheki bro acha sikudangome kwa best yangu for long na mimi nakwambia this time mimi nasimama na wewe unaona zile viberiti zote zitatumika mimi mwingine anakwambia bro wallahi sikuachili chumvi zote ni vivi lakini doza simuliona ile ainda muliona rorasho ainda industrial Prince uliona by the way those are kind of friends bana by them na fame by gari uliona hadi machopa mzee tunafanya mnunue magari sasa choose your friends wisely hapo ni kwa friends pia but pia inalingana place mmetoka bura lakini wajaluo nao wanapendanga kuiweka pale bas inafaa na ule mse mwenye alihang kwa chopa hiyo I think ilikuwa cloud si ndio walikuwa wanajua hata si uliona hiyo video hiyo chopa ingeshuka hiyo chopa beba vizuri hadi wakaweka kwa boma nyingine Bedo unajua alirecreate nini alifukuzwa akarudi alafu akarudi wakadandia wakasema unajua siku hizi maselebo watafanya kitu yote kutrend unajua kulikonga na hiyo game ya sijui ilikuwa inaitwangoaje ilikuwa imetengenezwa na Kenyan awase wa gaming chopa ya kuhang sasa mse alirecreate hiyo nini kabisa like venye alihang kwa hiyo chopa hivi alikuwa anaitwa James Wabondo ati James Wabondo 007 but ilikuwa fit rasho but unaonanga kama ni unajua kuna kitu fit kama mseko lakini naulize nyinyi utafanya wedding ama una prefer gani ile traditional wedding ama wedding ya church zote mimi nitafanya church wedding lakini unajua lazima traditional rasho ndio traditional zote so unafanyanga mi yenye na prefer ni zote design yenyewe as in unachiki hizi zinafaa zikuwe kitu kama wedding ni kitu ndakwambia kama unaona venye kuzaliwa ikiipita imepita unaona so mi na prefer kufanya zote juu inafaa ikue uset up like kitu yenye utakuwa unakumbuka moments unaona moments nacheki as in tuna kachini unaweza unakumbuka mapicha hapo si picha sikuzi hadi kuna video shoot hata movie nayo una upload YouTube for videographer director za kuambia ile kadi bro kuna makosa footages zilikuwa corrupted sikia zikaingia virus ati niaje bro uko poa so makosa ni yangu kishaanza hivyo unaona cameraman wangu ile wakati mlikuwa mnaingia tulidhania tuna record ati tulidhania record ile wakati tunaenda kupifinya stop kumbe ndo tunapata tu kwa tuna record ndo inaanza kai lakini mambo hufanyika hiyo ni mambo ya wedding talking about wedding na nini mimi nilikuwa nakwambia hata before tufike proposing nilikuwa nakwambia kuna wedding nyingine na ina involve like family unajua sasa si family lazima i travel from Ushago ndio wakuje huko Nairobi sasa kuna wedding nyingine sasa I think ilikuwa bibi harusi ameendewa na ilikuwa hapa actually sijui kama unaona kumbuka hiyo siku sijui kasemo pia ilikuwa tu hapa hiyo unaona kumbuka wedding ilichelewa najua reason ni juu wazazi wao kufika Nairobi walikuwa wanatoka I think ilikuwa ni Embu na sasa orders zilikuwa I think ni wazazi walisema
bibi harusi haizi toka kwa nyumba mpaka wazazi wakuje wafike. Inakuanga hivyo, si ndio? Sasa bibi harusi zitoka kwa nyumba hadi wazazi wafike. Hao ndo wanaenda Ona laleni Nairobi, hiyo mchezo staki. Sasa hata ndo ni mulale Nairobi tu. Mulale Nairobi, mnajua kesho tunaenda harusi. Laleni hapa Nairobi. Kujeni tu akombele Airbnb. Ni Airbnb. EBNB. wakombolei. But hiyo hata nilisema hata the committee, unajua kuna konga na wedding committee ni pia wao wangepanga design au parents wangekuja. I think vitu zingine watu Kenyans we are very ignorant sana. Ati kesho baya 5 watakuwa nishawafikisha. Kwanza mkiwa na Jakadere. Na unajua walipata, unajua vitu ziu happen on the road. Na walipata manini, walipata jam. Mimi ninaweza sema hiyo part wedding committee ya wedding, I think hao wenye walikuwa na plan kama ni magari zenye zitatumika kwa wedding, venye ile gari yenye wazazi watatumia during wedding. Juu sasa si hiyo kitu wanzanga like planning wanzanga kitambo. Sasa naweza sema walifail hiyo part. Juu hiyo wedding imagine walifika, I think ilikuwa saa 7 baraja kuja ndo alifika. Mimi nadisha saa 7 niko nakula. Sasa si I think wedding by saa 6 inafaa kuwa imeisha sita. Mlikuwa mnataka saa 7 mnaenda reception. By saa 6 mnafai reception. Mnaenda reception. Receptions ni sasa mwenye mnaenda kukula. Alafu kuna kwa after party ile ya usiku sasa. Sasa kuna dance nini. Alafu sasa kuna party yako sasa wewe na mtu wako usiku. Nenda Mombasa. Komunaje. Kuna honeymoon sasa. For the first time. Ama first night. Lakini sasa siku hizo watu wangoje. Siku hizo watu wanaharakisha syllabus. Angalia masharia. Ule hata usionge. Ule we. Ongoje roa nene. Ati till marriage. Ai uongo. We. But we nilikuwa nimeuliza hiyo mambo tuseme kana girlfriend ndo. Unaweza utampropozia? Will you do a public ama private proposal? Una prefer gani? Public kwa nataka kujionyesha kwa nani? But mimi naonanga public inakonga. Naonanga public tuseme nikana tumekuja podcast dem yangu amekaa pale na all of a sudden tu something like that. Kama ni yes public. Public ni kwa pale Garden City. Unapiga magoti. Naweza kuchapa na kichwa. Anasema ile yenye msikuwa wawili atumko wawili. Si wawili uko na mabeste. Uko na mabeste yani. Uko na mabeste alafu. Ndio hiyo si ni public. Si public. Kweli public na private ni. Unajua kweli Google hapo public. Unajua public. Shida ni shule yenu. Shida ni maluli soma. Ulisomea people. Nini sasa shida si ulisoma na Saimo sasa. Tulisoma naye lakini ama alikuwa class nyingine. Lakini hata public bas. Okay, hiyo ni public na mimi definition yangu ya public ni ile yenye kuna watu na private ni ile yenye mko wawili. Hapana. Si lazima. Hiyo unaona hadi kuna ndai ya private yenye nabanga watu wa 7. Na hiyo si public. Public ni yenye mjuani mko hapo wewe. Sawa mshashinda basi. Unaona ni kama for example a private wedding and a public. Private wedding haimaanisha ati ni nyinyi wawili na pastor. It's just a small group of people kama ni friends and family. That's a private wedding only when you wamekuwa invited. Sasa kama hii proposal yenye unasema yenye tunaweza fanya hapa, that's not okay, it's public but no, mimi naweza sema bado ni private because when unafanyia like in front of the group yenye wako, it's your friends, watu wenye uko comfortable with. Public ni ile yenye unaweza fanya tu somewhere huko Garden City. But mimi na feeling public ni show off. Your public ni show off. To be imagine umepropose dem yako alafu akukatae. Unaweza fanya hiyo ndio disadvantage ya public. Uta trend. Unaona hata area tu kataliwe private. Unajua mimi hata issue yangu ni umukukide tu mse na afu anakuja na kuambia
unaweza itekaje? Ojaambiwa you're not the problem. Bro, unajua at least hiyo ni breakup. Unajua hii unajua ukipigia unajua na nini mtu wangu. Na hapo anakuja na kuturn down mind. Hiyo si inaweza kuwa self esteem. Inaweza kuwa vibaya. Unajua kwanza hiyo time yote mmekuwa tu mkidate, mnaambiana I miss you, I love you, mnaenda out nini, mna create two moments. Juu unajua itafika mahali umpropozie. Naona. Sasa hiyo point ya umpropose alafu akatae, inaweza damage like hadi maisha yako tu. Like inaweza ku heartbreak, of course heartbreak. Lazima utaingia depression. Utashanga, utajiuliza like bro tena kwani nyinyi mnaingiaje depression haraka nowadays? Unajua hujakuapenia but chuma inakuja. Mbona si alituambia shaili ama? Hii ni aje propose. Aje propose. Hii ni propose uko on your knees, ni kama uko hapa mbele, dem yake ako anapiga magoti alafu akataliwe. Dem walk away. Sisi tuko tukijua hii yenyewe nao ni marriage. Ni marriage kabisa. Hiyo rejection ni mbaya. But mtu mwenye si wako si wako basi. Mtu mwenye si wako si wako. Hiyo tunafight time yenye unaona this marriage this relationship is very promising. Unajua unaangalia pia beyond in marriage venye mtakuwa na watoto nini responsibilities, but now akuja kukatae hadi unajua utaanza kujiuliza maswali, mbona amenikataa, ni nini imenifanya nikatae, which ni vitu gani, how I dress au nini, how I present myself, ni nini hiyo imemfanya aseme tu out of nowhere amenikataa. But hiyo dem kukata ni kukata tu ye kupenda, si ati kuna nini ama nini. Kwa sababu at the end of the day wacha nikwambie unaona mse mwenye anakupenda it doesn't matter. Mse anakupenda it doesn't matter unakaaje ama unafanya nini. Yaani umesema utatuletea maji ni sawa. Unacheki? Utatuletea maji. Unasikia kiu? Nimesikia tumefanya. Asante. Tumaliza maji yako tukasema. Sema alisema hataki maji. We nani? Leta maji. Acha tukunywe maji yetu mbele yako. Acha si tukunywe maji. Nilikuwa ngoja umalize yako ndio tuanze. Cheki Masha. Chezekae. Masha asikiza sauti. Masha anasikiza sauti ba director na make sure sauti iko clean. So unacheki mse mwenye anakupenda. Unacheki by the time as in mse ati anakuacha ati kwa sababu sijui tunakaje. Huyo mse hakuwa ikupenda. Bro acha nikwambie. Hako anakupenda. Kwa sababu acha nikwambie mse mwenye anakupenda ata make sure before mfike hiyo place ya kupropose atakuwa yeye mwenyewe amekuchange. Bro acha nikwambie kitu moja. Niambie vitu mbili. Acha nikwambie vitu mbili basi. Mwambie vitu tatu. Kitu ya kwanza. Unaweza kuwa unajua kuna wale mademu wenyewe ana prefer ni tu mkwe tu girlfriend. Na leo enda ulize endeni muulize mademu zenyu. Unaweza kuna dem haizi kuona beyond boyfriend. Aki picture ati wewe kwa husband yake hapo kidogo anaona niliona basi hapo basi umechoma basi mbona mna date why iko hivyo. Niliona quote nyingine at the end of the day the reason of dating at the end of the day ni you guys to end up together. Unaona hiyo ujinga ya kusema ati I'm dating for marriage, hiyo inakuanga ujinga. Si ujinga. Mimi naona hiyo ni utoto. Si utoto. Mzee kama mimi nasemanga hivyo juu kweli. Ati dating for marriage. Wewe umesema ngapi? Hii ni ya kwanza. Si ya kwanza. Kama si marriage mna date yani. Basi mbona mna date? Nataka. Kuna marriage. Mimi naona most of marriage ina happening tu as in unexpected. But mimi kuna kitu moja nimekuja ku notice. Unaona ukiingia kwa relationship ukiambia your partner ati let's date for marriage ata pretend. Umwambi. Wewe mwenye hizi vitu wewe mwenyewe unaonanga bro. Nilikuwa ndani ukiingia unamwambie. You don't say. Wewe mwenyewe tunaonanga tu azi ndio utajua. Ndio maana nimekwambia unaona kama your dating ni serious. Unacheki? Unajuanga at the end of the day mimi ndo mse mwenye anadesha kusettle na yeye. Unaanza kumchange.
unaona kama ni dem mwenye ako serious na wewe utaputa yeye mwenyewe anaanza kukuchange unaona babe mimi sipendi venye unavaa na desho anze kuvaa hivi unaona unapata at the end of the day ikifika ile place ya proposal yenye msee mwanaume unajua msee kupiga magoti kuinama hivyo kiatu na notice singi magoti inaumia azin kufa unaenda amepigiwa na ule mama amempigia simu mama manzi tayari manzi mgani unacheki azin ndio ifike hiyo place ya sasa napita kupiga magoti nikuulize will you marry me inakuanga ni azin imekuwa process sawa imekuwa ile time ya dating acha nikwambie ukishajua you are dating for marriage unapotanga hii time ya dating ndio inakuongele time ya 1 2 3 unafaa uchenchi unafaa ufanye hivi unafaa ufanye hivi ufanye hivi unacheki so that ukishafika ile place ya will you marry me at the end of the day ukishafika hapo ni hivyo naona ni kweli juu and then pia unajiulizanga like dem juu pia hatajiuliza hivyo huyu mwanaume anaweza live up to the maybe qualities zenye ninatafuta in a man. Can he be the father of my kids? Can he be responsible enough to take care of me or himself? How does he present? Hata wewe sasa unajua utajiuliza hivyo ni kitu yenye like if you guys are dating na si ati mnaambia venye umesema ati ati unamwambia ati dating hiyo mwambiange hamwambianangi unachanga two things ziplay zinajua kanga zenyewe and if you guys know what you are doing ita end up kwa something big and you know now when it gets to marriage now it's a different thing it's commitment it's now being responsible marriage commit to your qualities dem ana commit to her qualities and even though sasa mna juu ni msemtation for the rest of your life there's no divorce so unjo wase kitu mbaya na sisi ni ati we don't take marriage serious the same way we don't take relationship marriage you guys you don't take marriage serious relationship unaweza kosa ku take serious unaona but marriage ni kitu kingine unajua marriage ikifika place yenyewe sasa wewe sasa unakuangalia kama mama watoto wangu sawa sikuoni sasa kama ati sasa huyu ni nani na sasa inakuangalia kama mama watoto wangu sawa yani mapenzi imekufikisha hapo jamaa hadi akana wisdom unapewa nini ndugu yako wisdom nakwanga nayo unapewa nini wenye tu jua ingi azina nakwambia tu fact kwa sababu unafaa kwa nawaambia sasa unaona ni Munando alikuwa atuambia mvua gani by that si ngombe na beba watu lakini leo umonoko nini kumekuwa na maandamano bro nakwambia nilienda kusikiza kulikuwa na maandamano tena kumekuwa na maandamano wasana huyu confused nilikuwa nimeenda kusikiza conversation could feel ashamed lakini bro nakubaya dera Dabayo jamaa dera. Acha niseme vitu. Acha aseme. Na ni moja tunataka kusema sijasema ile nyingine ama nianze na ile nyingine. Okay, tulikuwa tunapigia simu leo. Sema acha feel ashamed. For today tulikuwa tunapigia. Leo ni leo. Mwaga kuku leo ni leo. Mwaga mtama kwa kuku. Sasa tulikuwa tunaendesha kam podcast juu. Big up best. Tumeona wanaume. So tukifiga akushika sister kazini yake ndo akashika. Ubaya anaanza kujitetea ati wasikia wanamwambia besti ametoka, wacha akikuja ndakupigia. Sawa, wacha ni ametoka but unaulizaje? Saimo struggle. Mimi naweza kukuambia just be patient. So, usiforce. Sijasema nikipanga podcast. Simi nimekaa nimemaliza setup yangu nikatoka nikaenda kutafuta uboy. Nampata kwa dirisha akona kijiti fulani na simu anachapa mabati. Hello guy. Kijiti tena. Ai bro hata. Saimo hizo ni guy. Hey bro. I try to kutafuta mtu. Sample tafute mtu.
usiforce though. David alikuwa ananiambia I know we are men. David aliniambia sijui pick up line yake fulani anyashaiambia David. Hiyo pick up line ilikuwa gani? To define love. David mjinga. Ana text them. Pick up line yake ya kwanza ni so niambie more about love. Ni effort. Najua Sieke effort. effort eka, lakini sifike point hadi una simp. Huyu ana simp. Sifike point ya Bro, tebu kwanza wafanya vizuri kuleta hiyo topic ya simp. Leo nataka mnidefine simp na effort. Mimi sikudefine. Au unaelewaje basi? Mimi ninakwambia tu just usiforce kama umetry kuongelesha dem na hadi anakukatia simu. Nani amenikatia simu? Si kazi ni ya best. Ulikuwa umeanza kumkatia kwenda. Mtu hata sijaona, wewe unaweza. Wewe unaweza. Nilikuwa na do it for fun. For fun, wewe doing for fun. Hiyo ni na bado unasema unataka kudate. Si ni ile tukujibamba. Hakuna kujibamba. Ujana, young and stupid. You are stupid. Acha nikwambie. Unawekelea young sana. So mi acha nikwambie Saimo, acha vitu ziplay, acha tu kitu. Kuna dem tu atakuja kukufia. Amen, hallelujah. Kuna dem tu atakam amfanyie amkufie tu. Mbona tena unakata? Kuna dem, mwambie tu kuna dem atakuja wakupendane, si amkufie. Atanikufia. Atakukufia, lakini ni wewe ndio uta make effort ya kom. Na si hiyo ndio atakuonyesha now. Make effort mnasema na simp. Make effort but don't usipush like niseme aje. Like una trick kulazimisha. Aje kulazimisha. As in una force issues Sasa kusalimia dem ni kuforce. No, not kusalimia. Sasa kama hiyo point ya like Mona anasema ati kazini yake amekuambia tu vizuri. Imagine hata si ati hata unaweza kuambia mtu mwenye hata sijui hata nakaaje. Sasa unaweza. Wewe unakufia hata bila kuoa. Hata anaweza kuwa ni bibi ya mtu. Bibi ya mtu ndio unapita na yeye. Wewe venye unajua. Unajua kazi ni ya best? Mimi hata simjui. Mimi namjua. Unamjua? Ni bibi ya mtu? Si bibi ya mtu. Ni sound si bibi ya mtu. Si bibi ya mtu. Actually yako young, ni myang. Ni myang. Okay. So lakini hadi yako na sister. Best yako na sister. Wewe utachoma, wewe nyamaza, usiongee, nyamaza. Don't talk. Save it. Sina nakwambia. So acha nikwambie hii kitu mi venye nililan tu na mi venye ni juu mi hata mi ni mwanaume naweza ona dem ukwe lakini you don't simp. You don't simp. Yani kutoka pate watu siku sasa nyinyi ni wise men. Hapana, mimi ninakwambia from how things. Speaking from experience. Ni venye mjaniambia ukweli. Nasi ni ukweli. Speaking from our experience. Kutoka ni ati ushapata watu motivational speakers. By the mwezi kuna wengine walikuwa kujanga shule na kuambia you know if you want to be successful in life. Utakuwa successful in life ukitaka upate kuna wale wa high school. Sio nikwambia mwenye anakuambia ukitaka successful in life. Mse mwenye anatembea mguu. Okay bro. Na ile suti yake moja. Bro si uko successful wa kwanza alafu kuja uniambie. Ama mse anakuja kuambia venye unafaa manage do yako. Uko like bro. Hakai kama kuna pesa. Wewe mwenye ukai unalala tu kwa hiyo didi. Unakumbuka hizo makaria talk? Of course walikuwa wanasema vitu zinasaidia, lakini kuna vitu zingine zilikuwa zina make sense pia. Sasa a lot. Ukuje tu niambie, let me tell you something. That you can drop computer and still do okay, ilikuwa ina make sense. That you can do engineering but not do physics. Kwanza kuna ile ilikuwa gaya. Ati ukiwa high school msitafute wasichana.
we wakad uende university utapata wasichana wasichana wako uni. So nyinyi mnawahakikisha tupate uende uni wasichana. Lakini ilikuwa na depend na venye walikuwa wanatu huyo jamaa angetuambia tu ukweli, tafuta do utapata wasichana hivyo tu. But sasa pia mimi nakuangalia msemo mwenye ananiambia nitafute do, lazima nikuangalie uko na do, uko na aje, wamekuja ukitembea mparara mguu yo nikatu na kwanza shule yenu iko huko mali kuna vumbi bas na it's a kilometer, it's like 500 meters from Tarmac Road. Kama umetembea hiyo 500 umetembea hata hujakuja na nduthi. Unaleta nduthi kwa barabara. Na huyo ndio motivational speaker wetu ati. No, watu waingili. Hii ni reality tu. Before kuja uniambie venye nafanya kuwa successful in life. Wewe uko successful. Nasema akae chini kwanza ajimotivate. Ajisikize kwanza. Lakini aende aongee pale mbele afu arudi kama mtu anakuja anakuambia unajua ni mindset yako tu. Ukichange mindset unaweza nunua gari. Okay bro, uko na gari. Lakini unajuanga motivation they go through a lot ndio wasimame mbele yetu waweze kutonge. Unajua kuna mimi nataka ni nani usemanga ni motivate na experience. They always be nervous. Wanakuanga nervous before. Unaona ni motivate na experience yako. Sawa. Ndio mimi nilikuwa natembea. Unaona? But sasa hii nilichange mindset yangu, sasa inaendesha BMW iko pale. Unaona? Kama ni mambo niko na mansion kileleshwa. As in that yonda kachini hadi nikusikia okay. Kama ni about digital marketing na nini. Okay, kama hiyo ni kitu okay, maybe unajua hiyo ni kitu pia mnaweza ongeleshwa hata sasa after high school. Hizi vitu za social media nini wewe ukiangalia page yake ati acha nikwambie mimi msemo nyako mimi siko baya but siko baya zile online page yangu imekushinda, acha kuni advice online business lakini page tunaona hii page yako unaweza tengeneza do, wewe yako unatengeneza ngana do na mtu anaongelesha ma socialite shule unajua mimi na Willy Paul same WhatsApp group nuko na 2K na ukarababa but ni ukweli pia. Wacha nikwambie, unawaambia ukweli. Unajua ni mafans wetu utafanya wa kwenda waende tu haina shida, lakini mimi ndakwambia ukweli uta lose my viewers. Wakulose wa lose tu wale wenye content na wabamba watakaa wasikie. Ukidesha kwenda waenda, hatuja kuforce kukaa hapa. Umeingililia motivational speakers lakini wewe sio umeingia content creators. We, ona ukishakuwa content creator, kuwa content creator. Sawa. Hiyo jinge usiku ati tap unaomba nini? Tushafika hadi tap. Hadi tumetoka wananikasirisha anga si uongo. Nini gani tena mbona? Mapenzi social media alafu mapenzi. On mapenzi? Mapenzi inaweza fanya msako kwenye hizi. Mapenzi inafanya msako kupatia simu ya buttons. Na venye naingililianga wase wenye wako na simu ya buttons ati kama uwezi to take WhatsApp. Niko na hii. Lakini moja ni biashara. Moja ni ya biashara. Moja ni ya biashara. M-Pesa. M-Pesa gani? Tumwambia kwa shape message ya M-Pesa. M-Pesa balance. Jamaa ateseka ita. Yeye ndio kucheza snake game. By the snake. We. But hata nisikudanganya, si ndio? Acha tuambie tu si ukweli. As in the reason mbona tuko hivyo. Ma content creator tu usiku tap hadi saa ngapi? Just that's where they earn turudi kwa wasichana, tusingilie watu life za watu. It's a free nation, do what you want. As long as we be mtu, as long as DCI atakuja. Ni kama ile ngoma ya David Wanda. Gani hiyo? DCI. Sikia. Ati ningekuwa yani but niko hapa juu ya DCI. Ati ningekuwa na magari ya juani but niko hapa juu ya DCI. Shughuli ni mingi lakini DCI. Beza Munal kona sema kitu ati David Wanda ni
kuzo yangu. Wajobenyo na hiyo joke ni kali. Si joke, niko serious. David ni kuzo yako. Mbaya. Huyu jamaa si anaitwa Ngala nani? Muna. Kana jina ile niyo Muna tu. Niyo Muna. Mwaka niyo Muna. Anaogopanga kuisa. Muna ni short form. Unajishikanisha? Mwanaga sijui what. Jina yake ni kama Mbona unaogopanga kusema hiyo? Jina yako ni kama una speak tongue. Ojelewa. Unasikia tu Muna, ni Muna tu. Ni Muna. Mwagana. Hata huyu jamaa si Mkenya, wewe si Mkenya. Huyu jamaa ni Muuganda. Walai wewe si Mkenya. Ayo jina si ya Kikenya. Hata Waluya Waluya wana hiyo jina. Huyu jamaa kana jina. Wacha jaribu kumtumia wana. Si basi anafaa kwa anajua. Anafaa kujua Kizungu. Ngumu. Mbona hajui Kizungu na ana hiyo accent ya Yuji? Uko shua, uliza wazazi wako. Unajua, acha nikwambie, unajua gukangu my great grandfather alikuanga like msembege Yuji. Nimekuambia huyu jamaa si Mkenya. Naona. Na Masako ni Myuji. Mkenya. Nimekuambia my great grandfather. Sasa ilifika point gani sasa ndo si temenye anaitwaje? This guy alikuwa anapigana enye alifukuzanga Wahindi huko India mean. So wakakam Kenya pia. Juangeweza so unaona. Ukasho ni ukweli. Ni ukweli. Huyu jamaa anakanga Mkenya. Ni venye na Gukango akakuja hapa Kenya. Sawa. So akapata na kadim fulani. Shosho yako sasa. Sasa shosho. Ati shosho yako, kuna shosho yako alikuwa manyanga. Wale wasichana wasiringe. Wallahi wacha nikuringa wallahi. Wasichana wasiringe. Kama shosho yako alikuwa ngamali. Alikuwa cake. Nasikia alikuwa anapita kila mtu unikiona dema na ringa is so sad. So sad, man. You never know about tomorrow. Time flies. So even though sasa lakini mbona una hiyo accent ya Yuji? Usi ni Bontao. Bontao. Buru. Mimi naweza imagine Muna. Kweli wallahi. Si ukweli. Huyu jamaa si Mkenya. But as in Mkenya, Muna ni Mkenya. Hiyo jina. Siakonyesha ID. Sisi mwana unaenjoy sasa. Huyu jamaa kana jina mbaya. Inaanza na Muna. Unaona venye mimi Kenya ninajua ni. Jamaa picha yake ID ni mbaya na jina ni mbaya. Chango ID ni kali. Either ID yako by the way sijui. Unajua ID yako. Wala acha hizo. Kama unaona Muna ni short form. Sijui ni Munawe. Hata huyu kana jina mbaya. Si mbaya ni ngumu. Ni ngumu. Na lakini mbona utakangi isemwe? Like you aren't proud of your name. Hiyo ni jina babangu si yangu. Sasa si bado siko kwa sati yako, birth certificate yako. Babangu alitaka hiyo jina sio mimi. Lakini siko kwa birth certificate yako. Iko kwa birth certificate. But sinaweza change. Unaweza change ni kweli. Lakini si tunakuita Muna. Si ndio sasa inadaisha niwekeo Muna tu. Tunataka kujua long form ya Munani. Alan Muna. Ulikuwa unasemaje? Ni Muna? Mwanangu sijui. Hebu jaribu kumtumia doa hapa nione. Hata nimtumie kidhao hapa nione kama italea. Wale naenda waonyesha Kenya ametuma. Mimi niko nafikiri kwenda live. Uende lakini una time pia time imeenda. Enda tu haina shida. Enda live. Tuende live lakini sasa lazima nipe director. Sumpe si ndio yako hapa. Lakini sasa
tunamaliza hata actually tunamaliza but imekuwa imefika point hadi tunaanza kuingilia jina ya Muna. Bedhe hata ndo nilikuwa ninaingia message kuangalia hiyo jina. Sasa unitumie pesa bala kwenda kuangalia. Mimi hata sita kutumia pesa. Mimi naingia tu M-Pesa app juu inakuanga imesave jina za. Naingia tu M-Pesa app. Michael Ouma ni nani? Michael Ouma Ted. Hiyo jina kweli una ID? Hai. Mrejesha na Mokoro. Ndio hii nimeiona. Cheza nchi. Usiseme lakini for the sake of Muna tu. Simon anakata Simon atachoma. Simuta. Guys, tafuta kwako. Tafuta kwa messages. Tumeanza. Tafuta kwa messages zako. Usishe mtumia do. Ama shai kutumia do. Kisa mimi nakuaga na message mingi za M-Pesa. Si search, kuna base ya kusearch. Enda kwa messages and then uende kwa search nini. Utaona. Lakini usi nini protect to hata tu nikusamee. Msamee tu. Lakini hiyo jina you should be proud of that. Hiyo jina ni kushona dem yako akisikia atakuacha. Aliona ikambamba. Atakuacha. Aliona ikambamba. Uko sure. Tebu leo mtiz tu mwambie bebu unaweza taka hii jina niko. Patio jina ni kali bro. Sasa Nigeria hivi. KUG ni UG kabisa. Azinsika yako inaikwanga. Simon Ka. Hello, tumemaliza. Simon Ka. Niseme yako. Simon Ka. Kaloki. Mwangi. Jina safi yani jina ina mambo mingi. Unaitwa Mwangi? Mwangi mgani? Yengine ni ya kifamilia. Yeye ndapatia Kaloki ni yako. By the way, I can't wait to meet my wife. Wife yangu na atafurahia. That's why nakwambia don't force things as long as you are making effort. One day hii video nitaiweka nitaonesha my wife. Unashindaga kusema anashindaga kusema ngai hata ile 3 months kati ya zile nyingine alisema hivyo. Mimi nitaonesha wife yangu. Kwanza hii video nitaicheza siku ya wedding na nyinyi mtakuwa mmekaa hapo mkiwa mko single. Ile nyingine utaonyesha bibi yako. Hii sasa ndio utacheza kwa wedding. Mimi ndakuuliza tu swali moja before valishane pete. Bro, uko sure? With Simon lazima Very sure. You're sure? Uko sure hii ni kitu unataka kufanya? Wedding. Wife, si at some point ni kama hautachinjia dem mwingine siku na wife. Ni wife. Uko sure utakuwa tempted kwa na mpango wa kazi? Usikika amesema ni wife. So kuna wengine kuna wife na kuna sasa unaona wife. Walikuwa wanaitwa aje? Kuna kwanga na wife na sijui concubine. Si kuna nyingine. Wife. Enisimi kuna kamera safi. Nilikuwa nina watch soap opera hapo ndo nilijuanga hiyo nini. Nilikuwa na watch hiyo jina ya like second wife, mistress. Watakuwa na wife na atakuwa na mistress tena. As a man, ni kweli. As a man, ukiona mwanaume mwenye kana one wife. Na cheat, na angalia kando. Who exist? Nionyeshe. Show me. Si mimi. Fungua simu yako. Leo hujapigiwa. Nichome ama ni wapi? Choma. Unajua hii ni 3 Musketeers unaweza sema yeni. Chome. Leo huja video calliwa. Sija video calliwa na nani? Tulikuwa na pale na direct. Unakumbuka Newsanka? Ali video calliwa na? Sio niko na video yako. Dem gani? Dem fulani hapo. Si dem anaitwa aje? Si ulikuwa unataka huyo dem? Alikuwa na connect. Alikuwa na kupiga out. Ni best yangu huyo dem. So tulikuwa tunaongea tu na so boy anaona alafu anaanza kuimba mapenzi. Simon anaanza by the way. Hiyo wimbo ilikuwa inaimbaje? Alafu ati sasa Simon anaimba na sauti mzuri. Ati hadi ana Baka dia na break voice. Ndo sound. Ndio dem aseme bedha mjako. Bedha before tukimalizia
Besha kwambia wase bado vibes and rafiki ni date 10. Bede uliona hapo kwa group kuna mtu alisema salimia mtu wa ilikuwa salimu ya mtu ya jacket ya nini what? Huyu ni dem. Dem. Lakini this guy is taken. That guy is also taken. You are not taken. Kwani tumekuchukua? But tuko kwa Taken podcast. Si taken. You know. At if ni take on. Si the same. Hakuna cha same. Take on. Ufanye tu vitu mbaya ambao ukituambia hapa si same. At this guy is taken. Umsana anajitangaza. Kwani uko single? Yeah, mimi niko single by the way, guys. I'm single. Unaona venye dem aliniambia salimio msawa jacket. Umsalisikia. Mimi ndio nimesema salimio jacket ya black. Nikashinda huyu boy ama ni mgonjwa. Unajua unakaa mgonjwa kwa hii podcast. Lakini alikuwa ameng'ara hiyo. Niko sawa. Alikuwa fit. Alikuwa na cash up boy. Hebu simama alafu angalia ukuta. Asiwezi simama. Alafu unajua sitaki me I'm not a politician so umevaa nguo kutoshi. Sitaki kusimama. Na sag. Aje sag. Iko Ndio jamaa za madem. Hizo za pink. Hizo za madem. Hizi ni happy socks. Lakini sana. Nimeona umetry kugeuzia Muna lakini Ebupenduka. Ladies and gentlemen, welcome to the Taken podcast. Kama dini yako sikatai na niko Mombasa. Dini yako ni ananionyesha kwa simu yake ameka profile ya dini fulani. Nataka tu mu reflect kwa hiyo. Wewe niambie, wewe enda ufikirie kama ingekuwa ungefanya nini? Hatuwezi endea mimi ni tasa enda sidhani ya beza ito ingine tulisoma shule. Watu jua hata Mungu hawataki wanaenda